ona 24 hours city yathirire mundu ucio akioya thimu mundu ucio ne arekirire thitima ena kiu ni kimwe kiama kimwe gekekire in the teaching that you brought to us in Jesus name. Hallelujah. Kwa hivyo tukiwa tumesimama hivyo, ningependa tupokee Askofu Anthony all the way from UK ili akisha kuja tuletea askofu wetu. Pigeni makofi mazuri in Jesus name. Thank you my bishop. Amen. Ndikwenda mwikale nigetha ndehemu thikavu. Muranga mwathani agocwo. Muranga Bwana asifiwe. Bado mnaendelea na neema ya expansion. Ambia mwenzako, this year I must expand. As I bring the bishop, I want to cast, if you can cast for me Amos chapter 9 verse number 13. That is the word I want to bring the bishop with. When bishop you said it's the year of expansion, we decided also to expand. Kogo makanisa mo the maji isiye mgotire dhimu igi ni expansion. Askofu akisema lazima tufuate. Bwana asifiwe. Kogo kole ne ku expand in the next week. Turadhi kongamano moja. Ona ni direte kia. Dera bishop kugira turadhi Muranga dafa ngore mbango yakwa yothe. Dera bishop Adonai wewe bage nie ndagarurwo bao. Praise the name of the Lord. Wangapi wanapenda askofu wetu? Unajua neema ya askofu iko katika hii mchanga. Na ndamwirire shanga rawe no iguthira. Eno no iguthira. Nino ndiratindika muhothi wako kahoro. Muranga hai. Bwana Yesu atukuzwe. Angalia mwenzako, mwambie there is a reason into why I am praying. Now mwambie it is not in vain to be here in our prayer season. Alafu weke mikono pamoja, umpigie Yesu makofi mazuri. Amen. Shika mkono wa mtu, mwambie may God open your spiritual ears so that you can hear from him. Mwambie it is very important to be alive for the alive word. Amen. Are you happy? Are you praying? Munaomba? Are you praying? Okay, are you eating? Amen. We are here to touch the helm of God. And it is my prayer that you won't go home empty-handed. And I know, because it is our year of divine expansion, I am sure that in the spiritual realm, things have begun to manifest. Can you just open your mouth and tell God, Father, move me to the destiny. Father, I desire to go far. May you take me to where I belong. I have stayed in this place for a long time. Just open your mouth and tell God, Father, relocate me in the name of Jesus Christ. Nakataa kukaa mahali pamoja. Ninakataa Mungu uchungu wa mahali pamoja. Ninakataa neema ya kukaa mahali pamoja. Mwambie Mungu, nisongeshe. Mwaka huu usikubali Mungu nibaki vile nilivyokuwa. Mwaka huu Yesu usikubali nikae mahali nilikuwa. Mwaka huu usikubali nikae mahali pamoja katika jina la Yesu. Nianze Mungu wa mbinguni kufanya. May I start to make and to create steps in my life. Ninahitaji Mungu kuondoka. Ninahitaji Mungu kutembea. Ninahitaji Mungu kufika kiwango fulani. Badilisha neema hii katika jina la Yesu Kristo. Neema ya kukaa mahali pamoja.
neema ya kuitwa jina moja, neema ya kuonekana kila siku mahali pamoja. Hiyo ninaikataa mwaka wa 2026. This is an year of divine expansion. May you expand my territories. May you expand my thinking. May you expand my spirituality. May you expand my authority and my command. In the name of Jesus Christ. Niinue viwango Mungu wetu. Maombi ninayoomba kwa siri unijibu kwa wazi. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, tuinulie pembe zetu. Fill us once more. In the name of Jesus Christ. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Usiache Bwana mwaka uishe ila kutenda muujiza. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Usiache Bwana mwaka uishe ila kutenda muujiza. Usiache Bwana mwaka uishe. Tenda Bwana, tenda Bwana, tenda. Usiache Bwana mwaka uishe ila kutenda muujiza. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu, na sisi tunajua kwamba tunaitia mahali kunaitikwa. Kwa sababu ya leo Mungu wetu, bariki watu wa Murang'a, wainue viwango Mungu wetu. We are witnesses of what you can do because we saw them from day one, and we can see Father where you have taken them and what you are doing in their lives. In Jesus' name. Weka mikono pamoja, mpigie Yesu makofi mazuri. Amen. Ambia jirani yako sasa tuketi tusikie maneno. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Are you blessed to be in the house of the Lord? Wale ambao hatujawahi kutana, in the presence of my bishop, Bishop Anthony Kimani wa JCM Church kule Britain. Karibu Kenya. Bishop, leo tulikuwa tumeenda mahali nikamwambia tukitoka hapo moja kwa moja tunaenda mpaka JCM Murang'a, kwa sababu nilikuwa nafichia Pastor Dan White na nikamnyamazia hata si comment ili awe na hiyo queue ya kudigoja. Praise the name of the Lord. Na wachungaji wetu ambao tumekuja pamoja na wao, Pastor Dan, we are so proud of the work that you are doing in this city, and by the grace of God, mimi najua mwaka huu hata hili kanisa tutalifungua rasmi, kwa sababu Mungu atawapa nguvu na Mungu atawapa neema ya kufanya hii kazi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi niko namtumikia Mungu kwa nguvu yangu yote na kwa mawazo yangu yote, kwa sababu ninaelekea mahali. Ambia mtu ninaelekea mahali. Amen. Kwa sababu masaa yamesonga sana, na lazima hata sisi tufike nyumbani tukijiona. Praise the name of the Lord. Can you tell your neighbor, raising a prayerful generation? Someone might ask, mtu anaweza uliza, kwa nini tunaomba siku 40? Ona vile tumekonda. Hii suti siku anavaa. Daktari, wewe unaniwadile shida toto hiki. Mutaragithira meni na ndani ataragithira. Hii suti siku anavaa haiko inafungika hapa. But why am I going this cost? Why am I not eating for a full day and be in the presence of my God? Why
is my heart subjected into the mood of prayer? Ambia jirani yako, it is because I want to raise a prayerful generation. And this is my prayer, ya kwamba kama kanisa la JCM tukianziwa na askofu wenu, tutasimamisha kizazi kinachojua kuomba. We have a generation that knows how to sing. We are now, and we have now raised a compassionate generation. To us, compassion is not a story anymore. It is our behavior. But we need to have and to raise a prayerful generation. A generation that can ignite spiritual power and things begin manifesting. Tutasimamisha kizazi kinachosimamisha mawingu. Kizazi ambacho kinaambia mtu simama kwanza tupite na unapita. Kwa sababu katika maombi hakuna kitu hakiwezi kufanyika. In prayer something must happen. Singing is good. Compassion is good. But we also need to move the spirit and the heart of God. And it is only through prayer that we can influence God to come and do things in our lives. Kuimba ni kuzuri, hata kupeana ni kuzuri, lakini tunahitaji neema ya kusongesha moyo wa Mungu. Neema ambayo unaambia Mungu, God, change the situation in my family. And because your voice is present in heaven, things begin happening. Let me tell you, brethren, if there is a current sin, it is a sin of prayerlessness. And as a believer of God, you must know how to communicate to him. Huwezi saidiwa na mtu huongeleshangi. Hata yule amepewa kitu na Pastor Ruben kwa sababu wameongeleshana. Kwa nini unataka upatiwe vitu na mtu ambaye hamuongeaji? Because kuongea na mtu ni kujuana. Because the level of communication to God is your level of knowing him. Kama humjui hauwezi kumuongelesha. Bwana Yesu atukuzwe. The nature of a man, it is to think that God knows us. He might know us, but do we speak to him? Anaweza kuwa anatujua, lakini sisi humuongelesha. Praise the name of the Lord. Hii maneno ni kusemezana. Ogakinya hadu koiga nie na Ngai ni twaragia kaingi. Na muini wa rwimbo agitwira atiri riu tuteraga niki kumwariria kaingema ni turikanagire nake tondu guo niguo endete. Kwa hivyo Mungu anapenda kuongeleshwa. Sisi ndio humnyamazia. Praise the name of the Lord. Sasa ikiwa wewe kwako bibi na bwana wakinyamaziana, kuna kitu hakiendagi in the right direction. Either hiyo nyumba hakutapatikana mkate ya manyama, ama watoto kuna vitu hawatapata, lakini ni kwa sababu ya kiburi cha kutoongeleshana. Sometimes prayerlessness is ego before God. Why should you keep quiet? Na yule ambaye anagoja umuongeleshe. Because being absent in heaven, it is being also absent in what you need through spirituality. Mimi nataka kukua kiroho, niwe namsikia roho, unamuongeleshana. Huwezi jua sauti yangu kama hatuongeleshani. Hata huwezi jua mtu ni nani kabla ya kuongelesha. Wewe hujawahi enda kuongelesha mtu kadogo, kakona kamwili kadogo kama huyu mtu wa keyboard. Unaenda kumsalimia, ukikaangalia unafikiria atakuongelesha, unasikia amekwambia niko ngabudo. Halafu mwingine mkubwa akona mwili mkubwa, unafikiria ndiye ataongea hivyo, anakwambia hola. Kwa sababu sauti ya mtu
utaielewa mkiongeleshana. Hata tabia za watu hujulikana zidi unavyomjua kumwongelesha. Kama unataka kuona baraka za Mungu, kama unataka kwenda level nyingine, kama unataka kuwa na kifua cha roho, ajua kumwongelesha. If you want to create spiritual stamina, wengine wetu vile sisi usukumwa tungekuwa tumeisha kitabu, lakini sasa sisi tulidevelop spiritual muscles.